Mwaka 1902 nchini Marekani, John D. Rockefeller, tajiri zaidi duniani kwa wakati huo, aliweka fedha zake kwenye kitu ambacho kingekuwa na ushawishi mkubwa katika elimu ya Marekani. Aliunda the General Education Board. Lakini ni kwa nini bilionea mkubwa kama Rockefeller alikuwa interested sana na elimu? Rockefeller alikuwa amejenga utajiri wake kupitia kampuni ya Standard Oil. Alikuwa businessman, capitalist, na mfumo wa capitalism ulihitaji kitu muhimu sana: wafanyakazi. Aliwahi kusema, I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers, akimaanisha sitaki taifa la watu wenye kufikiri, nataka taifa la watumishi. Na hapo ndipo swali linapokuja, mfumo huu ulikuwa unatengeneza watu wa aina gani? Sasa tuachane na historia, tuangalie maisha ya sasa. Ukiwa na miaka 6 au 7 ulipelekwa shule, ukasoma na ukafika umri takriban miaka 25, huku mara kwa mara ukiambiwa na kuaminishwa, soma vizuri ili upate kazi, upate pesa, ubadili maisha. Na bila hata kugundua, miaka yote hiyo ilikuwa inakuandaa kuwa employee, mtumishi mzuri. Tatizo ni kwamba unaweza kuwa professional mzuri sana, lakini bado usijue jinsi ya kujenga utajiri, kwa sababu kujua kufanya kazi na kujua jinsi pesa inavyofanya kazi ni vitu viwili tofauti. Lakini je, ulifundishwa jinsi ya kuifanya pesa ifanye kazi kwa ajili yako? Jinsi ya kuiongeza pesa yako? Je, ulifundishwa how to start a business, investing, cash flow, equity, ownership, business mindset? Hapo ndipo mtego wa elimu ulipo. Sio kwamba shule ni mbaya. Shule inakufundisha namna ya kuwa mwajiriwa mzuri, namna ya kuwa na fani, kuwa mhandisi, mwanasheria, mhasibu, mwalimu, lakini haikufundishi namna ya kujenga utajiri, namna ya kukuza pesa yako. Mtego ni kuamini kwamba elimu hiyo pekee inatosha kukufundisha jinsi ya kujenga utajiri ama kufanikiwa katika zama hizi na mfumo huu, kwa sababu kuna elimu nyingine ambayo unatakiwa kuitafuta mwenyewe. Jifunze pesa, jifunze investment, jifunze biashara, jifunze sales, jifunze jinsi assets zinavyotengeneza income, na muhimu zaidi, badilisha namna unavyouangalia mshahara wako.